nina rafiki yangu anataka kusilimu, kuingia katika Uislamu, dini yetu. Tunaishi na yeye, ila mimi sina elimu. Nikamwambia alhamdulillah. Akaniuliza, je, ni kitu gani cha kuzingatia baada ya yeye kusilimu? Iko hivi, sio tu anayesilimu, hata wewe Muislamu, jambo la kwanza katika Uislamu ni ilmu ya kumtambua Allah, ya kumtambua mtume na kuitambua dini ya Uislamu kwa uthibitisho. Yaani mtu akikuuliza wewe kwa nini Muislamu, uwe unajua. Kwa nini Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume wetu unamfata, ujue. Pia ujue utambuzi juu ya Uislamu wako. Kwa sababu katika Uislamu kuna kuswali, kuna kufunga, kuna sadaka, kuna zaka, kuna hija na mambo mengine. Yote yanahitaji elimu. Na wewe hapo ulipokaa mwenyewe shahidi wa nafsi yako. Wengi wanaingia katika funga, hawazijui funga ni nini. Ukimuuliza mtu nini maana ya funga, hajui. Sharti za funga hajui. Mubtalatu siyam hajui. Vinapobatilisha funga hajui. Mtu ni Muislamu, hata Uislamu wake haujui. Nini maana ya Uislamu hajui. Vinavyobatilisha Uislamu hajui. Ni vitu gani ukivifanya Uislamu wako unakuwa imara, hajui. Vitu gani vinaleta imani, hajui. Sasa ina maana wengi katika Waislamu tumekuwa Waislamu jina tu. Na Uislamu ukiusoma, haya mambo unayoyaona ya makundi haya wala hayatakuchanganya. Fulani hiki amesema haki, fulani hiki amesema batili, wewe tayari unajua kwamba huyu ndio yuko sahihi, hiki ndio kiko sawa. Na usijue kila anayezungumza kule yuko sawa, hapana. Haya makundi yote haya ni batili, isipokuwa kundi hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja aliwahi kusema, akasema makundi yote haya wataingia motoni isipokuwa hili moja. Akaulizwa kundi gani? Akasema ma ana alaihi wa ashabi, ni wale watakaokuwa kama nilivyokuwa mimi leo na maswahaba zangu. Niambie wewe hapo ulipokaa, katika hawa watu unaowaona ikiwemo na mimi mwenyewe, yupi ambaye anaweza kufanana na mtume? Alhalala bayinun walharama bayinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Anasema halali iko wazi, mtume huyo. Haramu iko wazi, na baina ya vyote viwili, kati ya haramu na halali, kuna mambo yenye kutatiza. Kuna mema yanayofanana na uovu na kuna uovu unaofanana na mema. Ndio maana nikikuuliza hapo sasa hivi katika hawa wanaozungumza mtu wa haki ni yupi, huwezi kumjua. Kwa sababu kila mtu amevaa kanzu, anaswali, anaabudu, anafanya hivi, anafanya vile. Lakini ukiwa na elimu utapata kujua haki ni ipi, batili ni ipi, maadamu tu usiwe na moyo wa ususuwavu. Sasa ilmu ndo msingi wa kwanza wa Muislamu. Na ilmu ndo itakufanya wewe ukawa katika haki na ukawa na imani ya kweli. Vinginevyo unaweza ukafanya jambo ukasema hapa nafuata imani, kumbe si imani. Unaweza ukasema hapa nipo sawa sawa, kumbe hauko sawa sawa. La yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Allah anasema hawawi sawa wenye elimu na wasiokuwa na elimu. Kuna watu watakuja mbele yenu, watakuja kuwapotosha na nyinyi msijue kwamba mnapotoshwa, wote mkaangamia. Siku ya Kiyama kuna watu wataangamia, waliowaongoza na wanaoongozwa. Aliyeongoza ataangamia na aliyeongozwa ataangamia. Kwa hiyo si kwa sababu eti mimi lakini huyu nilimwamini kama shekhe wangu atanipa mambo yatakayonisababisha niingie peponi, lakini yeye kanipoteza. Wewe na huyo wote mtaingia motoni. Kwa sababu gani? Hakuna mtu alikuja katika ardhi hii kukaa tu asikilize. Hapana. Kuna ilmu ya hayo mambo matatu niliyoyataja mwanzo. Ni muhimu kila Muislamu aisome na ajue maana yake na atambue. Na hayo ni maswali matatu ambayo kila mtu akiingia kwenye kaburi tu siku ya kwanza muda ule ule anaulizwa. Marabbuka, man nabiyuka. Hayo maswali ulizwa kwenye kaburi yako. Kwa hiyo kila Muislamu anapaswa kuyajua. Wengi wetu tunawafundisha watoto, sisi wenyewe ni kama vile hatuna uwajibu wa kusoma. Atamuruna an-nasa bilbir wa tansawna anfusakum. Yaani watu wanaamrisha watu kheri, wanazisahau nafsi zao. Wallahu almusta'an. Kwa hiyo ni muhimu kwa Muislamu kuisoma dini yake. Ni muhimu mno.
wewe unaitizama video hii, Mwenyezi Mungu akupe uwepesi wa kuisoma dini yake na kuijua na kuifahamu. Mwenyezi Mungu akujalie pepo, akuweke mbali na moto. Mwenyezi Mungu akusaidie kwenye kila jambo. Wewe unaitizama video hii, usipite bila kuandika amin. Share video hii kwa watu watatu na Allah atakulipa. Shukrani sana.